Ndugu wenye viti wa mitaa, watendaji wa mitaa, watendaji wa kata na wakuu wa idara mlioko hapa, kama mnakumbuka tarehe 20 mwezi wa 6 2025 ndio ulikuwa mwisho wa mheshimiwa madiwani wetu, ambao kwa namna moja ama nyingine ndio uwakilishi wa wananchi. Kwa hiyo kuanzia tarehe 21 mpaka siku ambapo waheshimiwa watarejea, sisi tuliomo humu ndani ndio tutawajibika kufanya shughuli zote za serikali na walizokuwa wanazifanya waheshimiwa madiwani kule. Wito wangu wa kuwaiteni hapa leo, kwanza moja ni kuwaeleza wakuu wa idara ambao mimi kama mkurugenzi nimewateua kusimamia zile kata 8 za kwetu, lakini pia na kuwapitisha katika majukumu ya kila mmoja wetu wakati wa waheshimiwa madiwani wakiwa hawapo. Mtu ukiwa unamuona huwezi kujua umuhimu wake, ila akiondoka na utajua nini umuhimu wake, si ndio? Unaweza kuwa mwenyekiti wa mtaa, unaweza kuwa mtendaji, unaweza kuwa mkuu wa idara, ukawa uoni kazi kama ya diwani vile, lakini siku akiondoka kama saa hizi muda wa mpito ndio mtajua kazi walizokuwa wanazifanya madiwani kwenye maeneo yetu. Ndio maana nikasema leo tuitane watendaji wa kata, wenye viti wa mitaa, watendaji wa mitaa na wakuu wa idara, tupeane majukumu. Na majukumu haya ni nini? Ni yale majukumu ambayo sisi kama watendaji na wenye viti tulikuwa tunayafanya, yanabaki vile vile, lakini tunaongeza yale majukumu ya madiwani walikuwa wanayafanya kwenye maeneo yetu. Kwa sababu sasa hivi hawana mamlaka hayo tena. Wananchi wanalalamika afisa mifugo sehemu fulani hayupo, haonekani. Mwenyekiti wa mtaa upo, afisa mtendaji wa mtaa upo, mtendaji wa kata upo. Hili jukumu ni la kwenu sasa hivi. Sasa nitashangaa mtaa una maji hayatoki wiki nzima, kwa sababu kipindi cha nyuma alikuwa anapiga kelele mheshimiwa diwani, si ndio? Sasa hivi hawezi kufanyaje? Hawezi kupiga kelele. Kwa hiyo mwenyekiti wa mtaa, mtendaji wa mtaa, ni jukumu lako. Umeme umekatika kwenye mtaa wenu wiki nzima, mkurugenzi sina taarifa, mtendaji upo, mwenyekiti wa mtaa upo, lakini alikuwepo mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani walikuwa wanapiga nini? Simu. Mitaro imeziba. Haya yote nimewaiteni leo tuwekane sawa. Kwa hiyo leo nimewaiteni hapa kwanza niwasomee waheshimiwa madiwani wa mpito kwenye maeneo yenu. Kazi yao ni kusimamia shughuli za utawala katika kata zetu. Kata ya Seria tutakuwa na Madam Rusi Mboru. Naomba asimame. Huyu kwanza ni mkuu wa idara, pili ni afisa elimu msingi kama jukumu lake la awali, tatu sisi kama management tumemteua kuwa mrezi wa kata ya Seria. Tuna kata ya Kilimani, tuna Hassan Kiseto, mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi. Ndugu Kiseto, kwa mamlaka niliyopewa tumekuteua kwenda kuwa mlezi wa kata ya Kilimani wakati huu wa mpito, tukiwasubiri waheshimiwa madiwani wamalize mchakato wa uchaguzi. Kwa hiyo ningetamani tuliowateua mjue zile kata vizuri, na watendaji na wenye viti wetu wa mitaa muwatumia wakuu wa idara kuhakikisha kata zinabaki kwenye usimamizi mzuri na wananchi wetu hawapati tabu katika kipindi hiki cha mpito. Ombi langu ndugu zangu, ombi langu wananchi wasiteseke. Kwa hiyo baada ya kuwasomea hao wasimamizi wa kata, niombe niwapitishe kidogo kwenye majukumu ya waheshimiwa madiwani. Moja, kuwakilisha wananchi wote wa kata yake katika halmashauri. La pili, kusikiliza kero za wananchi na kuzifikisha halmashauri au panapohusika kwa ajili ya utatuzi. Hiyo ni kazi ya pili ya diwani, ambaye leo hayupo, yuko mapumzikoni. Kwa hiyo anaifanya nani hiyo? Sisi humu wote tuliomo humu. Nyinyi ni viongozi ambao hamna maslahi yoyote kwenye vitu, ila mnahudumia watu. Nisaidieni kwenye kudhibiti upotevu wa mapato ya halmashauri. Naombeni mnisaidie. Na mimi niwahakikishie, tukikusanya vizuri ndio nitawaitaita sana hivi. So mbona leo mnaondoka na nauli na nini? Sasa nisipokusanya tutakuwa tunasalimiana kwenye simu tu. Kwa hiyo wenye viti wangu wa mitaa niwaombe, ukiona gari inapakia kwenye mtaa wako, lolote inapakia, hebu hakikisha aliondoki bila kulipa. Tafadhali ile kazi ya kusanya mapato sio ya mtendaji tu pale,
Nikikusanya ndo nitakuja kujengea choo ile iliyojaa pale shule ya msingi.